Yes, usiku kumkia leo bwana, Young Africans wamefanya umafia, GSM wamefanya umafia, Engineer Harris amefanya umafia. Ni umafia gani? Hii ni baada ya Young Africans kuweza kumtambulisha Selemani Mwalimu Gomez. Sasa maswali yamekuwa ni mengi sana kwamba imekuwa vipi Selemani Mwalimu ameweza kutambulishwa na Young Africans angali siku kadhaa zilizopita Sele huyu alitambulishwa na klabu ya Simba Sports Club, na Sele mwenyewe akaweza kudhibitisha kwa kinywa kwa njia ya video ambayo kila mmoja anaweza kuitazama, Sele akisema kwamba msimu wa 26-27 ataweza kuitumikia Simba Sports Club. Sasa ukweli wa jambo ni kama ifuatavyo. Ni kweli Young Africans walikuwa na push kuweza kumpata Selemani Mwalimu, lakini Simba ndio timu ambayo ilikuwa inapata kipaumbele kikubwa sana cha kuweza kumpata Selemani Mwalimu Gomez. Kwa nini nasema kwamba Young Africans walikuwa na push kuweza kumpata Selemani Mwalimu Gomez? Ukirejea siku kadhaa zilizopita, Ali Shaban Kamwe alisema kwamba kuna timu inafanya mazoezi na mchezaji ambaye wanadhani ni wa kwao, lakini huyo si wa kwao, na Young Africans watakuja kumtambulisha mchezaji huyo. Wengi walidhani inawezekana kani Faisal, lakini ukweli wa mambo ulikuwa sivyo hivyo kama ambavyo wengi walikuwa wanadhani. Sasa usiku wa mkomkia leo Young Africans wameweza kutimiza ile kauli yao ya kwamba kuna timu inafanya mazoezi na mchezaji wetu, wanajua ni wako, lakini sisi ndio tutakayemtambulisha. Sasa juzi katika siku ya Simba Day tuliweza kushuhudia Simba Sports Club wakimtambulisha Selemani Mwalimu Gomez. Sasa ukweli ni kwamba pindi Simba anamtambulisha Sele, Simba alikuwa hajatoa fedha za kumsajili Selemani kwa mkataba wa mkopo mwaka mmoja kutoka Wydad Casablanca, ila walikuwa hapo katika mazungumzo ambayo yalikuwa yameshafikia 90%. Yes, ilikuwa bado 10% tu kuweza kukamilisha usajili wa mkopo wa mwaka mmoja. Na usiku kumkia jana Sele alipanda ndege kutoka Wydad Casablanca kuja hapa nchini Tanzania, na baada ya kushuka airport akawa ameelekea Zanzibar kwenda kujiunga na klabu ya Simba Sports Club. Lakini pindi yote yanafanyika hayo, Sele ilikuwa ni Simba walikuwa bado hajaweza kutuma fedha za kuwa na kwa Wydad, walikuwa hajatuma fedha kwa Wydad kwa ajili ya kuwa na Selemani kwa mkataba wa mkopo mwaka mmoja. Sasa baada ya yote kuweza kufanyika, Young Africans kwa kuwa na wao walikuwa wameshatuma offer ya kumhitaji Sele, baada ya Sele kuweza kufika, sasa hapo ndipo mafia yanayozungumza ambao umefanyika na Young Africans wameweza kukamilisha au waliweza kukamilisha. Sele ametrain na team jana. Baada ya kutrain na team, baada ya kuona bado Young Africans wanahitaji naye, Young Africans wakapita mlango wa nyuma, wakatuma fedha kule, wakamchukua Sele wakamtumia Sele usafiri kutoka Zanzibar pale usiku kwa mkia leo. Sasa amekuja makao makuu Young Africans pale, kila kitu kimekamilika, akasaini kandarasi ya mwaka mmoja wa mkopo, na Young Africans kila kameshatuma fedha ambao Simba wao walikuwa hajatuma fedha. Kwa hiyo ukweli wa mambo ni kwamba Simba alimtambulisha Sele angali walikuwa hawajatoa fedha, ila Young Africans wamefanikiwa kumtangaza Sele baada ya kutuma kiasi cha fedha ambacho Wydad Casablanca walikuwa nakihitaji kwa timu ambayo ilikuwa inamhitaji Sele kwa mkataba wa mwaka mmoja. Itoshe kusema kwamba Young Africans ni mafia katika usajili. Itoshe kusema kwamba GSM ni mafia katika usajili. Itoshe kusema kwamba Engineer Harris Said akihitaji jambo huwa analitimiza. Na hii si mara ya kwanza kwa Simba kuweza kufanya hivi. Mimi Yanga kuweza kufanya hivi. Yanga alifanya hivi pia kwa Alan Okello. Tunafahamu Simba ndo timu ya kwanza kabisa ilikuwa imeshaangaza au ilikuwa na uhitaji kabisa Alan Okello. Mwisho wa siku Young Africans wakafanikiwa kuweza kufika mezani na kutoa fedha kamilifu, wakaweza kumpata Alan Okello. Lakini pia haikuishia hapo. Simba hawa ndo walikuwa watu wa kwanza kabisa, hao ndo walikuwa timu ya kwanza kabisa kuweza kumuona Stefan Aziki miaka kadhaa iliyopita. Lakini mwisho wa siku Simba kadelay kuweza kukamilisha malipo, Young Africans wakafika mezani, wakatoa fedha, wakampata Stefan Aziki. Lakini pia siku kadhaa zilizopita imeweza kutokea pia, tumeweza kushuhudia Simba ndo timu pekee ambayo ilifanya jitihada za kuweza kumpata Sele, lakini mwisho wa siku ilishindwa kuweza kutoa fedha ambao Wydad ulikuwa na uhitaji. Lakini hii inaonyesha kwamba katika uongozi katika klabu ya Simba Sports Club kuna sintofahamu, yani kama vile hawaishi katika kauli yao ya nguvu moja. Yani kauli ni nguvu moja, lakini kile kitu ambacho kinatendeka au yale matendo ambayo yanaonekana
inaonekana sio ya nguvu moja. Itoshe kusema kwamba uongozi wa Simba ni kama vile hujashikamana, ndio maana kumekuwa kuna sintofahamu hapa na pale. Simba kumekuwa kuna mikono mingi sana inayohusika katika usajili, lakini kwa upande wa Young Africans kumekuwa kuna mkono mmoja tu ambao unahusika katika usajili. Ndio maana Young Africans wakihitaji kukamilisha usajili kwa haraka zaidi wamekuwa wakikamilisha na kuweza kuwapata wachezaji hao ambao wamekuwa wakiwahitaji. Lakini kwa upande wa Simba kidogo imekuwa ni changamoto, kwa sababu usajili umekuwa haufanywi na mtu mmoja, yani usajili umekuwa na mambo mengi sana, na ndio maana siku ya juzi katika tamasha, baada ya tamasha kuweza kutamatika, katika moja exclusive interview ambayo alifanya ambayo alifanya alikuwa ni Mangungu, aliulizwa kwamba tumesikia pale kwenye tamasha amesema kwamba usajili bado. Vipi, ni kweli usajili bado? Kauli aliyoitoa ni kwamba swala la usajili ni kama ni bado ni tayari. Mngemuuliza yule ambaye alisema kwamba usajili bado. Hii kauli ukileta katika kila ambacho kimetokea usiku kwa mkia leo, inaonyesha kwamba katika ngazi ya uongozi katika klabu ya Simba Sports Club kuna sintofahamu, hawazungumzi lugha moja. Ndio maana wamekuwa wakifanya vitu ambavyo kimsingi inakuwa ni ngumu sana kuweza kumuaminisha tena shabiki wa Simba kwamba jambo hili tunalofanya ni la kweli au si kweli. Na pia inaonesha Simba hii si mara ya kwanza. Pia kuna msimu fulani washe kumtambulisha alikuwa ni Lameck Lawi, wakatoka hadharani wakasema kwamba Lameck Lawi ataweza kuitumikia Simba, lakini mwisho wa siku Lameck Lawi mpaka leo tunazungumza hajawahi kuitumikia klabu ya Simba Sports Club. Kwa katika ngazi ya uongozi kwenye klabu ya Simba kuna sintofahamu. Ndio maana wamekuwa wakifanya vitu ambavyo kwa ukubwa wa klabu kama ya Simba si vitu vya kiprofessional, si vitu ambavyo vinapaswa kufanya na klabu kama Simba Sports Club. Simba inabidi ujitafakari, na kwa pigo hili ambalo Simba wameweza kukumbana nalo, hii pia inazua taharuki kuelekea mchezo wa kesho wa dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club kwenye ngao ya jamii ambao utaweza kupigwa majira saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki pale New Amani Stadium Zanzibar. Sasa Simba lazima jitafakari, kwa japokuwa muda mfupi uliopita pia Magori ameweza kuulizwa pia kuhusiana na swala la Selemani Mwalimu Gomez. Ameweza kutoa kauli ya kwamba Selemani si lolote si chochote, na wala alijeza kuzua taharuki kwamba wao Simba walikuwa na uhitaji wa kuweza kutoa kiasi hicho cha fedha ambacho kilikuwa kinahitajika kwa Sele kwa mkataba mkopo. Hii kauli ni nini? Hii kauli ameweza kuitoa kwa kukanusha kwamba wao wanaona kwamba Sele si lolote si chochote, lakini ukija kuangalia kiundani zaidi bado tunarudi pale pale. Simba inabidi wajitafakari, kwa sababu katika ngazi ya uongozi kwenye klabu ya Simba Sports Club kuna sintofahamu. Simba hawazungumzi lugha moja, ndio maana vitu ambavyo wanavifanya katika misimu hivi karibuni vimekuwa ni vitu ambavyo ni vigumu sana pia kuweza kuwafanya wao kuonekana kama ni klabu kubwa. Klabu kubwa lazima ifanye vitu kikubwa, lakini klabu kubwa kama Simba imekuwa ikifanya vitu ambavyo si professional kabisa. Yaani wamekuwa akifanya tu vitu ambavyo inakuwa ni ngumu kweli kweli. Unaona bana. Kwa hiyo lazima Simba itafakari kwa kitu ambacho wamekifanya Young Africans. Niweza ngasema kwamba hivi ndivyo timu kubwa ambavyo duniani huwa zinafanya. Vilabu vikubwa vinafanya mambo kama haya. Huwa vikimhitaji mchezaji huwa vinatimiza jambo kwa fedha.